Kwa mafuta basi kwa barabara. Mgomo inatuadhiri. Majina langu ni Paul Kamau, na operate katika eneo la Dagureti. So tungeomba mgomo inatuadhiri kwa sababu sasa tukiangalia ile mambo tunaambiwa tufanye ni ngumu. Kulingana na vile sasa kuko maisha ni ngumu. Sababu tukiangalia kama mafuta ile kazi tunafanya, abiria wale tunabeba hawana kitu, so hatuwezi kuwaongezea kitu kwa zile pesa ambazo tuko nazo. Pia sisi tuko na shida kuambiwa kama tuweke kulipa sasa ni urudi shule, license yako iki-expire, bado hiyo ni shida. Kwa sababu sasa kama mimi na miaka 30 kwa hii barabara na ile shule nilioenda, ninaambiwa nirudi nifanye nini ingine tena ile ambayo sijui. So hata kama kuna mtu mmoja amekosea, sio madriver wote wamekosea. Na hii sekta inakuanga ngumu kwa sababu ukikuja utoe amri yako haitasaidia kwa hii sekta. So unafaa ujumisha watu wote kwa sababu wanahangaika kwa mashida mingi. Mimi nikiongezea mwananchi yule nabeba hapa kwa shilingi 30 au 20, nimuongezea ingine 20 hatapata. So sasa ile shida iko kitu kama hiyo VAT tuondolewe ya kurudi shule. Sisi ni wa Kenya. Na wale ambao tunaambiwa tuende kwa watu waongezee hawana kitu. Wengine hata tukibeba 20 wanatembea mguu, hata 10 hana, hata mwingine hata anashindwa hata pesa za kukula. So tukiwa sisi kama madriver tunaumia kwa hii mgomo. Sababu mwenye gari mwingine hata ni deni amechukua alipe hii gari. So sasa zile tunaenda kuitisha hizo pesa ama hiyo majukumu ma serikali inasema tufanye, inakuwa ngumu kwetu. Na tunashindwa vile tutaendea kwa hawa raia kuambia. So ile kitu tunafaa kuangalia ni mafuta, kitu ya kwanza. Kitu ya pili tusirudi shule. Kitu ya tatu kusema hii gari weke kamera. Kamera sio speed governor. Hizi gari ziko na speed governor. Na tumetumia pesa mingi, unakuta gari hiyo governor anaweka na 40. Sasa kuambiwa weke kamera hizo hii. Tena Nairobi sisi hatufanyagi accident. Wale wanafanya ni wale wanaenda. Round services hatuna haja tuambiwe tuweke kamera. Na yule kitu naambia mtu weke hata chakula ya tumbo wenyewe hana. So kumwambia weke vitu kama hizo unamdhulumu. Na ni mtu yule tulisema ni hasara. Sisi ni hasara kwa kweli. Sasa hizi hapa tunasimama hii gari simama kitu 2 hours ndio ibebe shilingi 30 kwenda Kibera. Na kwenda Kibera unarudi bure. So hiyo 400 ukiweka hata 200 ya mafuta unabaki Kibera. So inatuaffect sisi kwa sekta ya matatu. So ile kitu tungeomba serikali. Mkubwa wetu tulimchagua akiwa president wetu wa Kenya. Ile kitu angefaa kujua wale watu ambao wanadili na wote kama ni minister, mtu asiongee kitu kusema ya kwamba hawa watu ni mzigo wamebeba mzito na imewalemea. So kama ni minister asiongee kitu kusema kamera, kusema 30,000 ni pesa mingi kwa mtu kama huyu. Na ana. So ile kitu iko, gari zetu ziko na speed governor, ziko na barua. Dereva akivaa ile vitu zinastahili ako sawa. So kusema kamera hiyo haifai ndugu yangu. Tunaumiza wa Kenya na hawana kitu hata ya kukula. Nikiongezea mwananchi wa kawaida shilingi 20, anashindwa hata 20 anashindwa kulipa gari. So nikimuongezea ingine 10, bado unamwekelea mzigo ingine. Na mimi mafuta inaningojea tena nakuta asifanyi biashara. So ile kitu tungeomba watuondolee hiyo mashida ya mafuta, watuangalilie barua ya kurudi shule, kutuambia turudi shule. Wengi hapa hata zingine ni kazi tunakosa za maana. Tuko hapa. Na ni kazi tulifanya mambo mengi ya zamani. Tukaenda shule na tukasoma. So kama makosa mtu mmoja amefanya
mafuta basi kwa barabara. Mgomo inatuadhiri. Majina langu ni Paul Kamau na operate katika eneo la Dagoretti. So tungeomba, mgomo inatuadhiri kwa sababu sasa tukiangalia ile mambo tunaambiwa tufanye ni ngumu. Kulingana na vile sasa sisi kuko maisha ni ngumu. Sababu tukiangalia kama mafuta ile kazi tunafanya, abiria wale tunabeba hawana kitu, so hatuwezi kuwaongezea kitu kwa zile pesa ambazo tuko nazo. Pia sisi tuko na shida kuambiwa kama tuweke kulipa sasa ni urudi shule, license yako iki-expire, bado hiyo ni shida. Kwa sababu sasa kama mimi na miaka 30 kwa hii barabara na ile shule nilioenda, ninaambiwa nirudi nifanye nini ingine tena ile ambayo sijui. So hata kama kuna mtu mmoja amekosea, sio madriver wote wamekosea. Na hii sekta inakuanga ngumu kwa sababu ukikuja utoe amri yako haitasaidia kwa hii sekta. So unafaa ujumisha watu wote kwa sababu wanahangaika kwa mashida mingi. Mimi nikiongezea mwananchi yule nabeba hapa kwa shilingi 30 au 20, nimuongezee ingine 20 hatapata. So sasa ile shida iko kitu kama hiyo VAT tuondolewe ya kurudi shule. Sisi ni wa Kenya. Na wale ambao tunaambiwa tuende kwa watu waongezee hawana kitu. Wengine hata tukibeba 20 wanatembea mguu, hata 10 hana. Hata mwingine hata anashindwa hata pesa za kukula. So tukiwa sisi kama madriver tunaumia kwa hii mgomo. Sababu mwenye gari mwingine hata ni deni amechukua alipe hii gari. So sasa zile tunaenda kuitisha hizo pesa ama hiyo majukumu ma serikali inasema tufanye, inakuwa ngumu kwetu. Na tunashindwa vile tutaendea kwa hawa raia kuambia. So ile kitu tunafaa kuangalia ni mafuta, kitu ya kwanza. Kitu ya pili tusirudi shule. Kitu ya tatu kusema hii gari weke kamera. Kamera sio speed governor. Hizi gari ziko na speed governor. Na tumetumia pesa mingi, unakuta gari hiyo governor unaweka na 40. Sasa kuambiwa weke kamera hizo hii. Tena Nairobi sisi hatufanyagi accident. Wale wanafanya ni wale wanaenda. Round services hatuna haja tuambiwe tuweke kamera. Na yule kitu naambia mtu weke hata chakula ya tumbo wenyewe hana. So kumwambia weke vitu kama hizo unamdhulumu. Na ni mtu yule tulisema ni hasara. Sisi ni hasara kwa kweli. Sasa hizi hapa tunasimama hii gari simama kitu 2 hours ndio ibebe shilingi 30 kwenda Kibera. Na kwenda Kibera unarudi bure. So hiyo 400 ukiweka hata 200 ya mafuta unabaki bila. So inatu affect sisi kwa sekta ya matatu. So ile kitu tungeomba serikali. Mkubwa wetu tulimchagua akiwa president wetu wa Kenya. Ile kitu angefaa kujua wale watu ambao wanadili na wote kama ni minister, mtu asiongee kitu kusema ya kwamba hawa watu ni mzigo wamebeba mzito na imewalemea. So kama ni minister asiongee kitu kusema kamera, kusema 30,000 ni pesa mingi kwa mtu kama huyu. Na ana. So ile kitu iko gari zetu ziko na speed governor, ziko na barua. Dereva akivaa ile vitu zinastahili ako sawa. So kusema kamera hiyo haifai ndugu yangu. Tunaumiza wa Kenya na hawana kitu hata ya kukula. Nikiongezea huyu mwananchi wa kawaida shilingi 20, anashindwa hata 20 anashindwa kulipa gari. So nikimuongezea ingine 10, bado unamwekelea mzigo ingine. Na mimi mafuta inaningojea tena nakuta asifanyi biashara. So ile kitu tungeomba watuondolee hiyo mashida ya mafuta, watuangalilie barua ya kurudi shule, kutuambia turudi shule. Wengi hapa hata zingine ni kazi tunakosa za maana. Tuko hapa. Na ni kazi tulifanya mambo mengi ya zamani. Tukaenda shule na tukasoma. So kama makosa mtu mmoja amefanya
Kwa maduka wazazi kuza maandamano. Mgomo inatuadhiri. Majina langu ni Paul Kamau na operate katika eneo la Dagureti. So tungeomba, mgomo inatuadhiri kwa sababu sasa tukiangalia ile mambo tunaambiwa tufanye ni ngumu. Kulingana na vile sasa hizi kuko maisha ni ngumu. Sababu tukiangalia kama mafuta ile kazi tunafanya, abiria wale tunabeba hawana kitu, so hatuwezi kuwaongezea kitu kwa zile pesa ambazo tuko nazo. Pia sisi tuko na shida kuambiwa kama tuweke kulipa sasa ni urudi shule, license yako iki-expire, bado hiyo ni shida. Kwa sababu sasa kama mimi na miaka 30 kwa hii barabara na ile shule nilioenda, ninaambiwa nirudi nifanye nini ingine tena ile ambayo sijui. So hata kama kuna mtu mmoja amekosea, sio madriver wote wamekosea. Na hii sekta inakuanga ngumu kwa sababu ukikuja utoe amri yako haitasaidia kwa hii sekta. So unafaa ujumisha watu wote kwa sababu wanahangaika kwa mashida mingi. Mimi nikiongezea mwananchi yule nabeba hapa kwa shilingi 30 au 20, nimuongezea ingine 20 hatapata. So sasa ile shida iko kitu kama hiyo VAT tuondolewe ya kurudi shule. Sisi ni wa Kenya. Na wale ambao tunaambiwa tuende kwa watu waongezee hawana kitu. Wengine hata tukibeba 20 wanatembea mguu, hata 10 hana, hata mwingine hata anashindwa hata pesa za kukula. So tukiwa sisi kama madriver tunaumia kwa hii mgomo. Sababu mwenye gari mwingine hata ni deni amechukua alipe hii gari. So sasa zile tunaenda kuitisha hizo pesa ama hiyo majukumu ya serikali inasema tufanye, inakuwa ngumu kwetu. Na tunashindwa vile tutaendea kwa hawa raia kuambia. So ile kitu tunafaa kuangaliwa ni mafuta, kitu ya kwanza. Kitu ya pili tusirudi shule. Kitu ya tatu kusema hii gari weke kamera. Kamera sio speed governor. Hizi gari ziko na speed governor. Na tumetumia pesa mingi, unakuta gari hiyo governor unaweka na 40. Sasa kuambiwa weke kamera hizo hii. Tena Nairobi sisi hatufanyagi accident. Wale wanafanya ni wale wanaenda. Round services hatuna haja tuambiwe tuweke kamera. Na ule kitu naambia mtu weke hata chakula ya tumbo wenyewe hana. So kumwambia weke vitu kama hizo unamdhulumu. Na ni mtu ule tulisema ni hasara. Sisi ni hasara kwa kweli. Sasa hizi hapa tunasimama hii gari simama kitu 2 hours ndio ibebe shilingi 30 kwenda Kibera. Na kwenda Kibera unarudi bure. So hiyo 400 ukiweka hata 200 ya mafuta unabaki bila. So inatuaffect sisi kwa sekta ya matatu. So ile kitu tungeomba serikali. Mkubwa wetu tulimchagua akiwa president wetu wa Kenya. Ile kitu angefaa kujua wale watu ambao wanadili na wote kama ni minister, mtu asiongee kitu kusema ya kwamba hawa watu ni mzigo wamebeba mzito na imewalemea. So kama ni minister asiongee kitu kusema kamera, kusema 30,000 ni pesa mingi kwa mtu kama huyu. Na ana. So ile kitu iko, gari zetu ziko na speed governor, ziko na barua. Dereva akivaa ile vitu zinastahili ako sawa. So kusema kamera hiyo haifai ndugu yangu. Tunaumiza wa Kenya na hawana kitu hata ya kukula. Nikiongezea mwananchi wa kawaida shilingi 20, anashindwa hata 20 anashindwa kulipa gari. So nikimuongezea ingine 10, bado unamwekelea mzigo ingine. Na mimi mafuta inaningojea tena nakuta asifanye biashara. So ile kitu tungeomba watuondelee hiyo mashida ya mafuta, tuangalilie barua ya kurudi shule, kutuambia turudi shule. Wengi hapa hata zingine ni kazi tunakosa za maana. Tuko hapa. Na ni kazi tulifanya mambo mengi ya zamani. Tukaenda shule na tukasoma. So kama makosa mtu mmoja amefanya